Habari mtazamaji, karibu katika kipindi cha Intercontinental. Tukujuze kwa uchache makubwa yaliyoteka vichwa vya habari katika mataifa mbalimbali. Langu jina ni Juma Ndile. Na miongoni tuliokuandalia katika kipindi cha Intercontinental: Waziri wa Sheria wa Kongo Constantin Mtamba amtetea Waziri Mkuu Judith Suminwa kwa kutoa wito wa umoja wa kitaifa ili kupambana vyema na uchokozi wa Rwanda. Na kinara wa siasa za mlengo wa kulia nchini Ufaransa, Marine Le Pen, amepatikana na hatia ya kesi ya ubadhirifu wa fedha kutokana na matumizi mabaya ya fedha za bunge la Ulaya kupitia chama chake cha National Rally. Mtazamaji, unaweza kufuatilia kipindi hiki kila siku za Jumatatu na Ijumaa kupitia ukurasa wetu wa Instagram journalism_department1. Karibu tufunue taarifa zetu kwa kuanzia barani Afrika. Waziri wa Sheria wa Kongo Constantin Mtamba amtetea Waziri Mkuu Judith Suminwa kwa kutoa wito wa umoja wa kitaifa ili kupambana na uchokozi wa Rwanda. Tuungane na Elia Daniel kwa taarifa hii. Hayo yanajiri kufuatia mgogoro mashariki mwa Kongo, ambapo duru za pande za hashimu nchini Kongo zimesema kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanajiandaa kwa mazungumzo ya ana kwa ana Aprili 9. Aidha, Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani imemteua Masadi Bolasi kuwa mshauri wa ngazi ya juu ya masuala ya Afrika, Uarabuni na Mashariki ya Kati. Jukumu lake la kwanza ni kulitembelea eneo la Maziwa Makuu, kusogeza mbele juhudi za uwekezaji na amani. Ajenda yao itajikita kwenye mikutano na viongozi wa ngazi ya juu serikalini pamoja na wafanyabiashara ili kuzipa nguvu zaidi harakati za kudumisha amani mashariki mwa Kongo na uwekezaji kwenye sekta binafsi. Wakati huo, serikali ya Kongo na waasi wa M23 wakijiandaa kwa mkutano wa ana kwa ana ifikapo April 9. Mkutano huo utakuwa wa kwanza kufanyika moja kwa moja tangu wapiganaji wa M23 kuiteka miji miwili mikubwa ya eneo la mashariki kwenye mashambulizi yaliyoua maelfu na kuwalazimu mamia kuyakimbia makazi yao. Kulingana na Umoja wa Mataifa, kiasi cha watu milioni 26, ambayo ni sawa na robo ya wakazi wa Kongo, wanahitaji msaada wa dharura pamoja na chakula. Kutoka chumba cha habari, mimi ni Elia Daniel. Tugeukie katika bara la Amerika. Taifa la Marekani limeanza kutekeleza amri ya Rais Donald Trump ya kuweka viwango sawa vya ushuru kama unaotozwa na mataifa mengine duniani kwa bidhaa zinazotoka Marekani. Gaudensia Zakayo ana undani wa taarifa hii. Hayo yanajiri kufuatia Donald Trump kurejea madarakani na utawala wake umekuwa kinara katika matangazo ya ushuru na hatua za kulipiza kisasi, ikiwemo ile ya kuweka ushuru wa ziada 20% kwa kila bidhaa ya China iliyoanza kutekelezwa mwezi Machi. Hata hivyo, Donald Trump amesaini amri hiyo mwezi Februari. Aliwaambia waandishi wa habari kuwa hatua hii itahusu kila nchi kadri inavyoitendea Marekani, nayo itatendewa hivyo hivyo. Leo ni siku ya kufanya vitendo na kukua kubaki juu. Hivyo nimeamua kuwa dhamira ya kuwa na usawa kwamba nitatoza ushuru wa kulipia, yani chochote ambacho nchi itaitoza Marekani nasi tutawatoza hicho hicho. Hatuzidishi wala kupunguza. Najua watu watafanya hivi tena ili kuokoa watu wasiokuwa na hatia. 10%, you notice that on the chart, and that'll be on other. Ikumbukwe kuwa nchi zinazotumia dola zilizopatikana kwenye biashara kwa kuwekeza tena ndani ya Marekani, mara nyingi kwa mfumo hati fungani za serikali, maduka ya fedha na majengo, hilo linavifanya viwango vya riba ya Marekani kuwa vya chini. Na mtazamaji, na tupae kuelekea bara la Asia nchini Myanmar. Watu zaidi ya 1700 wamepoteza maisha kufikia siku ya Jumamosi kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililotokea katika taifa hilo. Kwa undani wa taarifa hii tuungane na ripota wetu Bravs Joas. Kwa mujibu wa shirika la AFP, maelfu ya watu wengine wamejeruhiwa nchini Myanmar kufuatia tetemeko hilo la ardhi, huku mamia wakiwa bado wamekwama kwenye vifusi vya majengo yaliyoporomoka. Hata hivyo, matumaini ya kupata watu walionusurika kwenye vifusi yamefifia Jumatatu ya Machi 31, siku tatu baada ya tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa kilomita 7.7 kuua zaidi ya watu 1700 nchini Myanmar pamoja na Thailand.
Inahofiwa kuwa idadi ya maafa itaongezeka wakati huu maafisa wa uokoaji wanapoendelea na jitihada za uokozi kuwatafuta mamia ya watu ambao hawajapatikana. Jeshi tawala la Myanmar lilitangaza kusitisha mapigano kwa muda katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo ili kuwezesha juhudi za misaada kufuatia tetemeko hilo lenye ukubwa ambalo limeua zaidi ya watu 3,000. It's been a bit hectic, but basically, our teams are working. Ni juu ya ardhi tunapaswa kuvunja haraka iwezekanavyo. Kwa hivyo tunajaribu kutathmini athari na tunaangazia jumuiya maskini na wahitaji huko Bangkok, karibu na Bangkok, pia hata Shanghai. Tetemeko hilo la ardhi liliharibu majengo na barabara katika majimbo mbalimbali, huku uongozi wa kijeshi ukiomba msaada kwa nchi mbalimbali kuwasaidia watu wake, ambapo mataifa ya China, Marekani, India na Korea Kaskazini yakiwa ni miongoni mwa mataifa yaliyoanza kutoa misaada kama vyakula, dawa na hata fedha kuisaidia Myanmar katika kipindi kigumu. Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Bravius Joas. Shukrani sana Bravsi kwa taarifa hiyo, na sasa tuelekee bara la Ulaya. Kinara wa siasa mlengo wa kulia nchini Ufaransa, Marine Le Pen, amepatikana na hatia katika kesi ya ubadhirifu kutokana na matumizi mabaya ya fedha za bunge la Ulaya kupitia chama chake cha National. Gaudensia Magayane anaripoti zaidi. Akiwa pamoja na watu wengine wapatao 20 kutoka chama cha National wamekutwa na hatia ya utakatishaji fedha zaidi ya euro milioni 4 za bunge la Ulaya. Uamuzi huo umeibua ukosoaji kutoka kwa viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa kali za mlengo wa kulia barani Ulaya, ambao wamedhihirisha pia uungwaji mkono wa Le Pen mwenye umri wa miaka 56. Kwa mujibu wa serikali, fedha hizo zilitakiwa kulipa wafanyakazi wa bunge hilo waliopo nchini Ufaransa, huku Le Pen pamoja na chama chake wamekuwa wakidai kuwa fedha hizo zilitumika kihalali na kudai kuwa tuhuma hizo hazikuwa na mashiko kwa kuwa fedha hizo aliwapa wasaidizi wake. Merci beaucoup Jordan pour cette introduction. Sisi hatujatumia vibaya fedha za serikali kama bunge linavyodai. Tuhuma hizi si za kweli na ndio maana lazima tukate rufaa juu ya hili. Lakini pia naamini kwamba hizi ni njama tu za kunifanya nionekane mbaya kwa watu, nisiwezi kupewa nafasi ya kugombea urais katika awamu ijayo. C'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Voilà. Mahakama imeamua kuwa Le Pen hapaswi kugombea katika nafasi za umma, hatua inayomzuia kuwania urais katika uchaguzi wa mwaka 2027 ikiwa hatokata rufaa kabla ya kushinda kesi hiyo. Uamuzi huo uliotolewa na mahakama nchini Paris unachukuliwa kama janga kwa mkuu wa chama cha National Marine Le Pen, ambaye alikuwa akiongoza kura za maoni katika uchaguzi mkuu ujao nchini Ufaransa. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, mimi ni Gaudensia Magayane. Na mpenzi mtazamaji, taarifa ya Gaudensia Magayane inatupa ukomo wa taarifa mbalimbali tulizokuwa tumekuandalia siku ya leo. Endelea kufuatilia maudhui bora katika kipindi mbalimbali ambavyo tunakuletea katika ukurasa wetu wa Instagram journalism_department1. Asante kwa wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki na wale wote waliosikika. Jina langu ni Juma Ndile. Bye bye.